Na niko hapa na tafakari kuhusiana na huyu kijana wa Uganda Bobi Wine. Nadhani jina jingine Chagulanyi, vitu vya namna hiyo. Niko hapa na mtafakari. Ninapoangalia kinachoendelea katika taifa lao, lakini Mungu ananitafakarisha zaidi. Kutokana na huyu kijana. Ananitafakarisha zaidi kutokana na habari za Daudi. Daudi alikuwa mtoto mdogo ambaye kimsingi mnakumbuka maandiko hayo na historia hiyo, ambaye asingeweza kutarajiwa kwamba angeweza kufanya mabadiliko katika maeneo yao. Lakini huyu Daudi bwana, hata ndugu zake alikuwa anazaliwa nao tumbo moja, mnakumbuka maandiko matakatifu, waliweza kusema Daudi, wewe Daudi namna gani? Huwezi vita Daudi, wewe mtoto mdogo, kijana mdogo Daudi, wewe huwezi vita, una uzoefu wa vita. Acha wazee wapambane, wewe Daudi utafia vitani, wewe huna uzoefu wa vita Daudi. Ndugu zake na Daudi waliweza kumwambia maneno ya namna hiyo. Lakini tunaona Daudi pamoja na kuambiwa maneno yale, ndani mwa Daudi ilikuwemo roho nyingine ambayo sio ya kwake. Ndani mwa Daudi ilikuwemo roho nyingine, spirit nyingine ambayo haikuwa ya Daudi kama ya Daudi. Ni roho ambayo ilimvaa Daudi ghafla kutoka kwa Mungu. Roho hii ilikuwa ni ya ujasiri, roho ya ujasiri sana, roho ya kujiamini sana, roho ya kutokukata tamaa, roho ya kutokuvunjika moyo kutokana na yale maneno ya ndugu zake walikuwa wanamwambia Daudi, we vipi? Tena mwingine akasema najua Daudi kana kiburi waga kana kiburi haka. Unaona? Kwa hiyo Daudi waliweza kumsema maneno mengi sana, ndugu zake na watu mbalimbali. Lakini kwa sababu roho ilikuwa imetoka kwa Mungu, tayari ilishampa ujasiri wa kutokusikiliza yale masimango, yale maneno ya walikuwa wanamvunja moyo. Tayari Daudi alishavaa roho ya ujasiri sana. Ile roho ya ujasiri iliweza kumsaidia Daudi kujiamini, akasimama, akajipanga, na akapewa hata mavazi ya kivita. Na silaha za kivita. Naona? Ili aweze kushindana na Goliati. Tunakumbuka? Na Goliati. Naona? Sasa Daudi tunaona badala ya kuvaa vile viatu akapambana. Tunaona Daudi viatu kama vile viatu na nguo za kivita na silaha za kivita na kadhalika. Tunaona Daudi anavaa alafu anavua. Anasema hapana. Kilichomfanya Daudi afanye vile ni nini? Kilichomfanya Daudi avae vile viatu na kujipima na kuviacha, hakuwa Daudi kama Daudi. Ilikuwa ni ile roho ambayo nimeisema kutoka kwa nani? Kwa Mungu, iliyomtia nguvu sana. Na wakati ule sasa, baada ya ile roho imemvamia Daudi ya kimungu ya kumtia nguvu sana, wakati ule Daudi, macho ya Daudi hayakumuona Goliati kama Goliati. Naona. Hakumuona adui kama adui. Tayari alimuona adui kama kitu kidogo. Naona, kwa sababu ujasiri huu alionao sasa si wa kwake. Ni ujasiri kutoka kwa nani? Kwa Mungu, kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo hakuliona tatizo kama tatizo mbele yake, bali tatizo aliliona kama fursa. That was Daudi. That was David.
Sasa bwana, mwishowe akasimama Daudi. Baada ya kusimama akamsogelea adui. Si unakumbuka hiyo story? Akamsogelea yule adui yake ambaye alikuwa nani? Goliath. Basi baada ya kumsogelea, kwa hatua chache tu Mungu akampa mafunuo fulani. Mafunuo fulani. Chukua kajiwe kwenye kombeo, kwenye kamba, kwenye kombeo hilo, na akaweza kurusha, katupa. Sasa jiwe likaenda moja kwa moja likaweza kufanya nini? Kusababisha ushindi, likamuua adui yake, likamuua Goliath. Ile jiwe dogo tu. Naona? Sasa bwana, hebu niamke hapa pia ninyoshe miguu. Sasa bwana, baada ya hapo okay. So baada ya hapo sasa Daudi akawa amepokea nini? Ushindi, baada ya kuwa amempiga Goliathi kwa lile nini? Kwa lile jiwe. Maandiko yanasema kwenye kipaji cha uso. Daudi akawa amempiga Goliathi na kumuua. Ushindi mkubwa haukwenda kwa Daudi kama Daudi. Ushindi mkubwa ulikwenda kwa watu waliokuwa pamoja na Daudi na taifa zima. Ushindi mkubwa haukuwa ni wa Daudi, ulikuwa ni wa watu waliokuwa pamoja na Daudi na taifa zima. Lakini Daudi alishindaje? Alishinda kwa ule ujasiri, ile busara, roho ya hofu ikaondoka, roho ya mashaka ikaondoka. Hakumuona Goliathi kama Goliathi, kama tatizo, ila alimuona Goliathi kama fursa, kama kitu kidogo. So ushindi umepatikana hivyo. Sasa bwana, nayasema haya kwa sababu gani? Wanadamu sisi, wanadamu. Wewe si mwanadamu na mimi ni mwanadamu. Sisi wanadamu tunaangaliaga mambo kwa macho ya kiwanadamu mara nyingi. Na tukishaangalia mambo kwa macho ya kiwanadamu, basi tunaweza tukasema kama tunavyotaka kusema. Huyu ni mdogo, huyu hawezi, huyu hivi na hivi, huyu hivi na hivi. Kila mtu akasema ya kwake, kwa sababu tunaangalia kama wanadamu. Tunaangalia kama wanadamu. Na hapo ndipo tunapoweza kujikuta tunamkosea Mungu pia kidogo. Tunaweza kujikuta tunamkosea Mungu. Kwa sababu gani? Wanadamu tuna hali ya kuzoea mambo. Hali ya wale kaka zake na Daudi. Bwana, wewe Daudi mtoto mdogo, wewe hujazoea vita. Hujazoea vita wewe. Goliathi atakuua. Hujazoea vita wewe mtoto mdogo. Huna mbinu za vita. Hayo ndio yetu sisi wanadamu. Unaona? Kujikuta na kijana Goliathi no. Chagulanyi. Kujikuta naye Chagulanyi anayakutana hayo. Bila shaka mesha yakutana. Na watu walio wengi fikira zetu ni hizo. Watu walio wengi fikira zetu ni hizo kwamba huyu Chagulanyi huyu. Chagulanyi huyu. Hajui siasa. Mtoto mdogo huyu, kijana. Hawezi huyu na mambo mbalimbali. Lakini anaweza huyu akawa na ile roho ya Daudi ndani mwake. Akawa na roho ya David, roho ya Daudi ndani mwake. Daudi ambayo ilimsaidia kumpa ujasiri, ilimsaidia kumpa mwondolea hofu na mashaka, ilimsaidia kutoliona tatizo kama tatizo. Wengi tuna roho hiyo, ya wale kaka zake na Daudi, ya kuyaangalia mambo kwa mtazamo asi na kuvunja mioyo. Na katika hilo tusijue Mungu amekusudia nini. Mungu amekusudia nini? Na yasema haya kwa sababu gani? Hebu wewe angalia pia. Wewe uko Uganda, uko Tanzania, eneo lote lile ulipo. Tukiondoa kuyaangalia mambo kwa macho yetu. Yaani ondoa hilo sasa. Kuangalia mambo kwa macho yetu. Huyu ni mtoto mdogo, huyu Bobi Wine alikuwa mwanamuziki, ni mhuni, ni hivi na hivi. Ondoa hayo. Lakini angalia kitu Mungu anachofanya nyuma yake. Angalia ujasiri alio nao. Angalia jinsi wimbi kubwa la watu linalomfuata huyu mtoto mdogo, kijana mdogo. Naona kuna nini? Hapo ndipo tunapojiuliza kuna nini? Je,
hapa hakuna Mungu, hapa hakuna roho ya Daudi. Hapa hakuna roho ya Daudi. Mungu hakusudi kubadilisha jambo hapa. Hakusudi kutengeneza jambo jipya hapa. Kwa hiyo ebu yote tuyakabidhi mbele za Bwana. Tuyakabidhi mbele za Bwana. Mwisho wa siku macho yetu yatashuhudia. Macho yetu yatashuhudia. Huenda ni Daudi. Huenda ni Daudi. Macho yetu yatashuhudia. Mimi na wewe kama watumishi wa Mungu tuombe. Tuwaombee wote, tumwombee mzee, tuombee huyu, mapenzi ya Bwana yatatimia. Yatatimia. Mungu awabariki sana. Endelea kuangalia hiki kitu kinachoendelea, tutaendelea kushirikishana na kujulishana mambo yanayokuja. Lakini jambo la msingi, hebu tuendelee kumwamini zaidi kwamba Mungu anaweza kufanya mabadiliko sisi bila kujua. Asante.